Hello guys, this is Kikuyu podcast. In Kikuyu, ladies and gentlemen, allow me to do it in a different way. Siku mbili zilizopita, our president William Samoei Arap Ruto alienda pale na watu wa Meta na content creators, na hapo watu wa Meta wakasema ya kuwa they will monetize Facebook in Kenya. Remember, President Ruto aliita wale watu wa Meta na walikuwa wanaongelea about monetization ya Facebook. Remember, most of Kenyan youths wako pale Facebook, wengi wako na page, and ladies and gentlemen, you cannot earn on Facebook if you don't have a Facebook page. Now, ladies and gentlemen, I want to show you jinsi ya kujua if you are eligible for monetization or you are not eligible for monetization. Number one, kama uko na Facebook page, ni lazima uwe na 10,000 followers kwenda juu. Number two, na hapa ndipo kuna kizungu mkuti. In 60 days, lazima content yako iwe imewatchiwa for more than or not less than 600,000 minutes. 600,000 minutes ni kusemaje? Those are 10,000 hours. Hapa hata YouTube inakuanga fiti, because unaona ukiingia pale YouTube ndio uwe eligible for payment pale YouTube, unakuanga tu na 1,000 subscribers, na the other side uwe na 4,000 watch hours, ndo wanakuingiza kwa monetization. Sasa hapa kwa Facebook ni ngori. 600,000 minutes si rahisi in 60 days. Remember, in Africa, it's only 2 countries zenye wameweza kumonetize their Facebook. Number 1 ikiwa ni Egypt, na waliangalia Egypt, remember, iko na watu wengi sana ambao wako kwa Facebook. Number 2, South Africa. Now number 3 will be Kenya. And thanks so much to our president of Kenya, William Samoei Arap Ruto, because this thing will create employment. Yani, mayouths watajiandika ama watajiemploy pale kwa Facebook ku create content, na hiyo content kwa monetization, mukuchu pesa lazima watapata. Guys, this how to ndio jinsi ya kujua kama your Facebook account iko eligible for monetization ama haiko eligible for monetization. Just go with me, ladies and gentlemen. Now guys, go to your Facebook, go to your page, Facebook page yangu ni Kiku Podcast. Una click hapo kwa main page, unaingia kwa your main page. Hapo kuna profiles, unasikia profiles and so on and so on. Hiyo ni main page yangu, na zile vitu nime nini leo, angalia zile vitu nimepost leo. Then ukienda hapa juu kuna add to story na kuna see dashboard. Yo nimefungua add story. Hapa kando kuna see dashboard. Fungua see dashboard. Kwa see dashboard utaona hapa juu kuna home, insights, creation, engagement, na hapo kando kuna monetization. Hiyo ni insight. Tuingie kwa creation. Ingia engagement. Tuingie kwa monetization, ambayo itaniambia if I'm eligible for monetization or if I'm not eligible for monetization. My channel with 12,000 followers, 12,000 followers, it's not yet eligible for monetization. Afu inaniambia zile nikimonetize zile benefits taona kuna bonuses, ads on reel, live ads, in-stream, and so on and so on. That's how things are, ladies and gentlemen. That's how utajua kwa nakuwa if you are eligible for monetization or if you are not eligible for monetization. Unaingia tu pale kwa dashboard, ukishafanya kuna tule tu vitu tunakuja pale juu, kuna vitu mingi, insights, so on and so on. Unaenda pale kwa monetization. Ukishafanya monetization inakwambia kukena ubaga kama uko eligible or if you are not eligible. Remember, ladies and gentlemen, any chance tumepewa, any platform tumepewa. Remember, if you have YouTube, hii video unapost hapa Facebook, utakuwa unaenda pale unaipost YouTube. Remember, hizi vitu mbili tofauti. So for you it will be of benefit. Sasa tunafanya hii video unapost YouTube, then you redo the video afu unaweka pale kwa Facebook. The same video ambayo umeweka pale Facebook ndio the same video utakuwa unaenda unaweka pale kwa YouTube. But remember, ladies and gentlemen, as time goes by, kuna vitu watakuwa wanaangalia. Remember, YouTube, Facebook itaanza kuwa strict. Saa hii kuna video mingi na ambazo unaweza weka, though sometimes page yako
inaweza ripotiwa. Kuna video mingi. Unakuta mtu aliweka video hapa, mwingine anaweka. The used content maybe, or it might make you, ama the used content ni gani? Used content ni ile ambayo mimi nimepost, wewe umekuja umedownload, umepost kwako, mwingine amedownload, amepost kwake, mwingine amedownload, amepost kwake. Ama mimi nachukua content ya mtu mwingine nakuja naweka kwa Facebook page yangu. Hizo video unachukua kwingine, unakuja kuweka kwako. Remember, Facebook zile vitu zao wanaona. Watajua this are used content. Hii content imetolewa kwa mtu fulani. So, ukiweka hizo video, I'm not sure if you'll be eligible for monetization. Remember pale YouTube, wakati umechukua video za watu wengine, unaweka kwa YouTube channel yako, wakati unaenda ku monetize, wanakwambia vizuri sana, reused content. So, you cannot monetize that YouTube channel because unatumia content ya watu wengine. Pia on YouTube, wakati umetumia content, wakati uko na YouTube channel yako, yes una create content yako, but still unachukua video za watu wengine unaweka kwa YouTube channel yako. Pia hiyo YouTube anaweza kuja wakunyang'anye ile monetization, ama wakwambie ile partnership tulikuwa nayo ya monetization tumeitoa. So from today you're not eligible for monetization. Wanakupea time, wanakuambia you can appeal or wait for some months apply monetization tena, na wanaweza kupe ama wakose kukupe. So pia hapa YouTube ni vizuri as a content creator, non-content creator, is good you come up with your content. Na hiyo itakupe max vizuri sana. And remember, if you have a Facebook page, ukimonetize huko, make sure you have a YouTube channel. So wacha ziende hapa na kule. Yani ziwe tu hivyo. But ladies and gentlemen, wacha niwaambie kitu maana. Our president did one of the best things ever in this class world. Just imagine, anaita watu wa Meta, anakuja anaongea nao, anaambia, anawashawishi that wa monetize Facebook ya Kenya. The third country to monetize Facebook in Africa. Remember, Egypt, South Africa. Kwa hivyo hata Nigeria hatuonani nao. The other countries zenye zinaonekana like ziko sawa, hatuwezi patana. Yeah, so ni hongera sana, and we thank our president William Samoei Arap Ruto because hapa ame create employment. Remember, huku nje kupata kazi ni ngori, kupata kazi ni noma. So having this opportunity is good. We try our best. Hakuna haja ununue simu ya 30,000 na uifanyie kitu. Yani uko na simu ya 30,000 ni ya kuchat, you kuona mpira, you kuona movie, then you cannot create money with that phone. Watu wanatajirika na masimu hapa boss. Hiyo simu yako inaweza kufanya maisha yako ichange. Hii simu yako. So it's good, it's better you use your phone well, because wase wengi najua wako na smartphone. Wase wengi wako na simu zingine mazee muenda. Yaani uko na iPhone bro. Sisi uko na iPhone. Kamera yake iko fiti. Ama uko na Samsung zenye zimetokea juzi. Yaani your iPhone, akwambia kamera yake iko fiti kuruka. Then you can't create content out of it. Though we are not blessed, we are blessed in a different way, but it's good you make a good use of your phone, create content, and you get money out of it. Tuache kusema aje ati hakuna kazi. Yet uko na opportunity. Yet unaweza create content na unaweka content yako pale na watu wana watch. Thank you guys, please make sure you subscribe to Kikuyu Podcast. Thank you guys, God bless you.